Kwa hiyo mtazamo wa Uislamu kuhusiana na mila ni kwamba Uislamu unabagua, si kila mila umezikataa. Kuna mila ambazo Uislamu ulipokuja ukazikuta hizi ni mila za kishenzi, Uislamu ukaziharamisha, na zile mila ambazo hazina shida Uislamu uliziacha zikaendelea. Afrika ndugu zangu ni kama Waarabu vile. Waarabu nao walikuwa na mila zao za ajabu ajabu, na sisi pia Afrika tuna mila nyingine mpaka wajiuliza kwamba hizi akili nazo zilikuwa ziko wapi. Tuna mila, nafikiri mila hii inapatikana Uganda kama sikosei. Huenda labda Mtanzania hivyo, lakini ni mila ipo katika hii Afrika. Tunayo mila kwamba mathalan mtu anapotaka kwenda kuoa mke, kishamuoa akimaliza akirudi naye, kabla hajakutana naye kwenye tendo la ndoa, lazima mpe babake mzazi kwanza, ende akalale naye, afanye naye uchafu, azini naye. Lengo la baba ni nini kwenda kulala na mkaza mwana? Ni kwamba wenyewe wanasema mzee anaenda angalia kwamba mali je zimeenda sehemu sahihi au mali zetu zimepotea. Kwa hiyo mila inasema kwamba mzee ndo atakayetoa majibu. Sasa ili kupata majibu yeye ndo kama kipimo. Hii ni mila haiendani na akili ya mwanadamu. Yaani akili, hii mila za kilevi kwanza. Akili iko wapi mpaka kwamba kutumwa ndo kalale na mke wa mwanao? Kama ambavyo Uislamu umeharamisha mtoto kulala na mama yake, mke wa baba yake, alkadhalika Uislamu umekataza baba anayekuja kulala na. Kwa hiyo ni mila haiendani na akili ya mwanadamu, lakini inaenda kinyume na mafundisho ya maandiko matakatifu. Sababu huyu baba anakwenda kulala na mkaza mwana kama nani? Alioa huyu ni mtoto, huyu mke ni halali ya mtoto, sio halali ya baba yake. Alioa sio baba. Mtoto atakapolala na huyu binti, na hapa ni mke wake kihalali. Lakini baba naye anahusikaje hapa? Mila kama hiyo Uislamu umeikataza.